Gusto mong dito ka na mabulok? Basi mtazamaji, katika episode ya 3 huyo mzee Hunter John akaanza kumwambia yule mama, nataka unipatie hizo fedha. Nagalit ka sa ama mo. Kumbe basi umetaka kumuua baba. Pasalit na nandun ka sa lamay niya. Shida yako ilikuwa ni mirathi tu. Desperado ka na. Kwa nini una tamaa ya mali namna hiyo? Nasaan si John? Hebu nikuulize, Hindi mo alam kung nasa. hivi unadhani kirahisi tu namna hii mimi nitakupa hizo pesa? Makuha ang pera mo. Hizo pesa nilipewa mimi, haukupewa wewe. Umepewa wewe, lakini basi hizo pesa si zako. Kwa hiyo unazitaka kinguvu, si ndio? Ni lazima unipe, Kung ayaw mo ibigay, la sivyo nitammaliza mwanao. makikinabang no? Hata na wewe pia nikitaka na kumaliza. Francis! Tafadhali usije ukamuua mwanangu. Hindi ko ninakaw yun. Kwa nini unakuwa na roho ngumu namna hiyo? Hivi kweli umemuua baba Dahil yako alam niya kung kwa sababu tu ya mali? Alafu tena unataka kumuua na mtoto wangu kwa sababu gani? kapag Hebu kuwa na imani basi we baba. mawawa Tafadhali nakuomba, kuwa na imani we baba. pinapangarap. Basi mshua yule akaondoka zake. Hapo sasa unapata picha halisi ya kwamba huyu Hunter John alimfungia huyo mama mahala ambapo kulikuwa kuna wodi za wagonjwa, ili basi ionekane ni kana kwamba hana akili timamu. Alimficha mbali, lakini ndipo tunaona yule Nasi Jung yule. Nasi Jung mara ya mwisho tuliona alipatiwa pesa na director Nam, akaambiwa tunashukuru, umemhudumia mzee kwa kiwango cha kutosha, umepambana sana, sasa pumzika. Huyo bibi alikuwa mjanja sana, alikuja na kijiglasi fulani, kamwaga pale. Papalitan ko. Samanini jamani, naona kama huyo atakuwa amejisaidia. Tunaomba kidogo niweze kumbadilisha. Waliposogea pale wale mabodyguard wakapata kama ni yule mama, kama vile pana mikojo pale. Nasaan si John? Wewe ni nani? Mbona unafanya hivyo? Huwag ka mag-alala. Ni mimi hapa Nasa mama. akin ang anak mo. Mtoto niko naye mimi. Basi hapo huyu mama ndo akamwambia kwamba basi yeye ndio amemchukua Yung Junna. Yung Junna kama uliona kuna mahali kama alitekwa hivi, kazibwa mdomo pap. Basi huyu ndo alikuwa amemchukua Yung Junna. Akaanza kusema lakini mimi naogopa sana, sijui nitafanya nini na Yung Junna. Ang pera. Yung Junna amejeruhika kwenye mguu. Patay na. Akamwambia Si nisikilize, Chairman. pesa zile tuliachiwa sisi, Isa lang. nisikilize kwa makini, ndio tumaini letu pekee ambalo tunalo. Yun lang. Kama sasa hivi Hunter John akimuua tena na Yung Junna, alafu tukampa na pesa, tutakosa matumaini kabisa. Maniwala ka. Wewe hakikisha tu kwamba Yung Junna yuko salama. Basi hapo tunamwona Nasi Jun akamwambia basi mimi nitapambana. Kumwambia mimi nakutegemea. Hakuna shida, nitapambana. Ang anak ni Francis. Hakikisha hakuna mtu yoyote atakayejua. Kidnapin mo. Nakutegemea sana. Basi hapa ndipo Higpit niyo na taarifa zilipofika. Jungwoo naye alikwenda kuhakikisha na kwenda kumwaga babu, kwa sababu babu sasa amefariki. Unajua babu yule alikuwa amewekwa kwenye yale mashine yanayomsaidia kupumua na nini. Alafu huyo mzee huyo Hunter John akaenda akamtoa huko kinguvu. Sasa yule mzee ameshindwa kusurvive, kwa hiyo amefariki. Ndio sasa mwanae anamwambia baba, mimi nitapenda kusoma hapa, sitaki tena kwenda Marekani. Baba yake akamwambia lakini mimi mwanangu, wala akong wewe ndo mtoto wangu pekee ambaye nakuamini. ang Usiniangushe mwanangu. pagmaswerte ka't naging anak. Nakuamini sana kabisa kuliko mtu mwingine yoyote. Tanda mo yun. Kwa hiyo hakikisha yote ninayokuwa nakuambia wewe unayafanya. Hapo basi tumemwona director Kim akiwa hapo akitazama, na pana vitu vingi kijana huyu alikuwa akivitafakari. Asa alipokuwa amesimama hapa akaona kuna kijimwavuli kilikuwa pale mezani. Hiki kimwavuli hiki walipokuwa wakipiga story mtazamaji na binti yule ambaye jina lake basi anaitwa Lee Soyan, kijana huyo alipewa hiki kimwavuli na binti huyo alikuwa akitarajia pengine wangeweza kukutana katika siku ya leo, lakini kwa bahati mbaya sana wakawa hawajakutana. Sasa mpaka miguu imekuwa mizito kabisa. Binti anapita mitaa pale nyumbani kwao, kaona kioo kimepasuka. Natutulog ka ba? Nani yupo hapo ndani? Mbona kama kuna mtu anachungulia? Sasa ndo tunamwona kumbe basi Yung Junna alifungiwa katika hako kaeneo. Yaani ameenda kufungiwa huko Uswazi huko. Ameenda kuficha huko na yule Nas Jun. Basi huyu bibi au mtoto huyu, binti huyu Lee Soyan akawa anamuuliza, vipi, unahitaji msaada wowote? Kumain ka na ba? Niambie, mimi labda naweza nikakusaidia. Wewe nani?
Hapo na Sijung akawa ametokea. Kasi ho. Samani, nilikuwa napita tu nikasikia mtu Ay analia. naman. Hebu ufuata mambo yako dada wewe. Hapo basi mtazamaji, na Sijun akawa anaelekea moja kwa moja katika kufungua ule mlango. Lakini ana njaa. Ndio kutazama pale kwenye mfuko, akaona na Sijun kaja na kifurushi nini, mambo ya mapiza, baga nini, unajua tena. Mtazamaji, sinema inapoanza huwa inaanza na mafumbo fumbo, hasa sinema za Kikorea. Ni sinema kali kinoma. Kwa hiyo wewe fuatilia tu. Usitazame ka episode kamoja ukaijaji kwa kuiangalia kwenye cover lake kwa mbele. Ni noma. Hey, basi ngoja nikuoneshe basi. Hapa huyu ni captain, mkuu wa kituo. Anaongea sasa na yule polisi ambaye alimkamata Lee Tae-soo. Sasa huyu captain akawa anamlalamikia mkuu wa kituo. Sasa wewe pressure yako ni nini? Wewe unataka kuanza kudandia gari kwa mbele. Sisi tushakula pesa ya watu. Lakini sasa haikutakiwa auawe. Mbona mimi uliniambia nimkamate, haukuniambia kwamba anaenda kuuawa? Sasa hata kama akiuawa kuna shida gani? Haujui kwamba yule ni mhalifu? Kwa hiyo tatizo lako ni nini? Wewe ni ndugu yake. Unajua hii kitu kuna watu wazito sana nyuma yake. Wewe unataka kuja kuharibu vitu hivi. Captain, lakini mimi hukuniambia kwamba huyu Lee Tae-soo ataenda kuuliwa. Wewe sasa naona unataka kunichefua. Unataka kuniharibia, si ndio? Si. Basi hapo tunakuta kuna kitu kimejificha mtazamaji, kuhusiana na kifo cha Lee Tae-soo, baba yake na Lee So-young, ambaye tulimuona mara ya mwisho yule mzee yule ambaye alikuwa anamtandika mtoto wake katika episodi ya kwanza kabisa. Ndipo tunaona basi captain huyu alielekea kule shule kumwangalia huyo binti Lee So-young anavyoendelea. Na hapo basi alikuwa anajilaumu sana kwa kitendo kilichojitokeza mpaka basi Lee Tae-soo ameuawa. Lakini basi hapo tunamwona tena kijana Han Jung-woo akiwa ameshika kijimwavuli kile cha Lee So-young, ambapo basi ni kama vile amedhamiria leo angemrudishia. Wanafunzi wengine wakamuuliza, wewe ni mgeni mimi ni mgeni. Lakini pia kuna mtu unamtafuta hapa. Mtu gani tena unamtafuta? Labda pengine anaweza kuwa ni mwenyeji hao. Mimi sijui kama utakuwa unamtafuta nani. Basi wote wakaamua kusepa zao. Kijana akawa anajishauri. Mbona kama vipi wanajishauri? Basi akawa anaelekea upande wa pili. Siku hiyo ilikuwa ni siku ya somo la mapishi. Jamani, sijui mnakumbuka wale waliosoma sekondari, panakuaga na somo fulani la mambo ya kupika shuleni, wanafundishwa na nini. Basi siku hiyo ilikuwa ni siku ya somo la mapishi. Lakini kijana alipokuwa basi anapita kwenye corridor pale, kumbuka sasa amehamishiwa Korea na sasa anasoma shule moja na Lee So-young. Akashangazwa sana kuona wanafunzi wamejezana mlangoni, wanaanza kuteta pale umbea. Mimi siwezi kwenda huko kujichanganya na mtu ambaye baba yake anaua watu. Yaani wewe bado hujamaliza tu kupika, sisi tuendelee? Sisi tunaogopa usije ukatupiga na hicho kisu mwenzangu. Maliza basi uondoke. Mtoto wa watu maskini ya Mungu kwa unyonge sana. Dhambi alizifanya baba yake zinaanza kumtesa yeye. Akaondoka hapo kinyonge sana, akiwa ameinamisha uso wake chini. Basi unaambiwa kila mwanafunzi alikuwa akimwogopa. Mwalimu, mimi sijisikii vizuri, naomba nikapumzike. Ni sawa tu, nenda kapumzike tu. Aya jamani, tuingie darasani. Huyo mwehu ameshatoka huko darasani. Basi unaweza kuona mtazamaji, Lee So-young alikuwa akitengwa sana. Wenzake walikuwa wanamtenga kulikweli. Sasa Lee So-young akashangaa, mbona katika wanafunzi wengine wote walioingia darasani huyu aliyesimama hapa hajaingia? Ndo kuinua uso wake anagundua basi kwamba huyu kumbe ni Han Jung-woo. Tazama mkononi, akagundua ameshika ule mwavuli wake. Sasa anamwambia Jung-woo. Kwa kadiri alipokuwa akimsogelea Jung-woo naye sasa akawa tayari ameshaanza kumwogopa. Ni kama sasa naye akaanza kumnyanyapaa. Kusema ukweli, hiki kitu kilimfanya huyu binti kuendelea kuwa na huzuni nyingi sana, kwa sababu watu wengi wamekuwa wakimtenga bila kujali maisha ambayo basi anaishi bila ya kuwa na rafiki. Mtu pekee ambaye angeweza kuwa rafiki yake na ambaye walishaanzisha urafiki fulani walipokutana kule kwenye mabembea alikuwa basi si mwingine, alikuwa ni Jung-woo. Ndivyo ambavyo basi picha linaendelea mtazamaji. Huku na huku basi darasani kule watu wakaanza kuteta umbea. Hivi kwa nini tu jamani wasingemhamisha kwenye hii shule? Mtu baba yake ameua watu. Sijui alimuua yule nani wa kule upande wa pili Gongo la Mboto, wakamkamata siku mbili wakamwachilia. Kidogo sasa huyu Han Jung-woo akaanza kuogopa. Mwanangu, sio kajichanganya na ule binti. Yule binti ni mnoma eti.
Ni ukweli kabisa. Wanakwambia ukweli. Ukijichanganya naye tu umejitakia mwenyewe. Yaani ni binti moja wa hatari. Basi hapo jamaa ikabidi kutoka nje. Wakati alipokuwa akijaribu kutafuta ufumbuzi. Sasa nje kulikuwa kunanyesha mvua. Hiki kitu kikamletea kumbukumbu fulani akilini. Akitazama pale kwenye dawati, binti Lee So-yeon hayuko pale. Sasa ilipofika majira ya kutoka shuleni, mtazamaji, basi wanaendaga katika michezo ya basket. Unajua tena mambo ya sports. Utanisamehe tu kwamba mtazamaji, vipande vya mwanzo hivi kidogo sikufanikiwa kupata vyenye ubora mzuri. Kwa hiyo basi nisamehe. Lakini ni picha moja tamu. Yaani hapa picha limeanza na mafumbo fulani tu. Sasa katika episodi zinazofuata sasa ndo picha sasa linaanza kujifunua sasa yale mafumbo yake. Unaanza kupata kuelewa kwa nini basi baba yake na Jungwoo, yule mzee Han Tae-jeon, kwa nini basi alitaka baba yake afariki ili aweze kurisi mali. Lakini yule mama ambaye analazimishwa kutoa hiyo pesa, yule mama ni nani? Kwa nini basi mzee Han Tae-jeon anamtishia kumuua mwanae ili kusudi aweze kuchukua pesa zote na mali kwa ujumla? Ni nani yule mama, mtazamaji? Hayo yote ni majibu ambayo utakuja kuyapata ikiwa basi tutakuwa tukiendelea kutazama huko mbele. Endelea tu kuifuatilia picha, utaipenda. Wewe ulikuwa unataka kutuvunja mbavu au? Si tunakuuliza mzee. Basi hapa unaambiwa Han Jungwoo wakawa na mind sasa. Kwa sababu ameingia kwenye michezo nini? Piga watu vikumbo, wanataka kuwavunja mbavu. Jamani, mbona ilikuwa ni mchezo tu? Ilikuwa ni mchezo tu au ulikuwa unaoshia madem? Piga ngumi moja hatari kabisa. Puuzi kabisa, ulikuwa unatoshia, unafikiria sisi ni wapuuzi, si ndio? Wewe mpuuzi, nani amekwambia mimi ni mpuuzi? Hebu njoo kwanza. Kaanza kupigana sasa. Basi ikawa ni ngumi. Hasa kumbuka wao wako watatu kwa mmoja. Wakaanza kumchangia. Kanyaga. Inakuwa sasa kama ile nyimbo ya Diamond ile, kanyaga. Walianza kumkanyaga. Hatari. Binti cheki sasa jinsi ambavyo anakuaga anafunika uso wake na nywele. Akatokeza pale. Sasa wanamwogopaga. Wanamuonaga kama vile ni mtoto wazimwi. Maana yake baba yake anaua watu kinoma. Wewe jifanye tu umekaa hapo kwanza. Wakiona umelala hapo muda mrefu wataboeka, wataondoka. Binti alimpa kijana Jungwoo ujanja. Licha kwamba basi Jungwoo mara ya mwisho naye pale katika mlango wa kuingia darasani kwao alimtenga. Lakini binti hajajali, bado anapiga naye story. Jamani, nyinyi bado tu mko hapo, ina maana hamtanisaidia? Basi wakasepa zao. Okay ka lang. Unaweza kuinuka sasa, wameshaondoka. Basi kijana akawa anainuka kutoka hapo walipo. Kitazama hivi ni binti ambaye anamjua. Sasa leo atamwambia kitu gani? Kijana akaona bado. Nyinyi washenzi nyinyi. Mnanijua mimi nyinyi. Unajua tena hasira zile za vijana. Piga tena kama Yaani kijana alikuwa bado hajatosheka. Akampandia mmoja. Anza kumpiga ngumi, unaambiwa. Haya, wakaanza kumchangia tena. Kanyaga. Sasa binti kila kitazama hiki kitendo kikawa kinamkumbusha kile kipindi ambacho baba yake sasa, marehemu baba yake Lee Tae-so alivyokuaga anamkanyaga. Sasa zile hatua zinazomkanyaga ile miguu inavyolia vile, ikawa inamfanya nakumbuka mbali sana. Ni vitu ambavyo vilikuwa vinamrudisha katika ile hali ambayo basi wazungu wanaita trauma. Ni hali ambayo inaathiri ubongo wa kijana ikiwa alipitia katika hali ya manyanyaso au kuteseka, vipigo na nini. Ile hali ilikuwa ikimwathiri sana binti huyo Lee So-yeon. Hapo basi mtazamaji, tumeishilia hapo. Tukutane basi katika episode itakayokuwa inafuata, episode ya 4. Kumbuka basi season hii inaendelea. Kijana anamwambia, "Wewe nishakwambia usinifuate wewe. Kwa nini unanifuata? Kila mtu anakuogopa, kwa nini unanifuata?" Lakini mimi naona sasa unapita kwenye mvua jamani. Kwa nini upite kwenye mvua? Chukua basi mwavuli. Kijana anamtenga, unaambiwa. Anarudi tu nyuma. Hiki kitu kilimfanya kijana kuendelea kujiweka mbali naye. Lakini binti naye alikuwa akisikitika sana. Ndipo basi tunapata katika episodi za mbele kwamba kijana alipokwenda mtaani kwao, baadaye kabisa kupeleka ule mwavuli, baada ya kujishtukia, anakuta basi binti huyo akipigwa hapo. Pia majirani wamejaa hapo nje kwao. Ni kutokana na kitendo ambacho basi kinahusisha wao kuhukumiwa na baba yake kwamba basi wamefanya vitu ambavyo havikutakiwa kwenye jamii. Haya yote ni matukio ya mbele, mtazamaji, usiwe na shaka.
Nafikiri kuanzia episode inayofuata utaipata katika muonekano wa HD vizuri kabisa, picha tamu kwelikweli. Basi itafuata katika episode ya 4.